OCPD Tharaka South. Jana mwendo wa jioni kama saa 11 hivi niliweza kupata simu kutoka kwa mwenzangu ambaye ni OCPD wa Mukothima. Mtazamaji, kuna habari za kusikitisha ambazo zimeweza kunifikia hapa. Kwa sasa hivi tunaongea, kuua na kupiga risasi mtu ni kama hivi tunaongea na kumaliza. Kufunga na kufungua macho umemalizana na yeye. Kenya tumefikia mahali hatuna huruma kamwe. Kuna habari zimeweza kunifikia hapa katika kituo chetu huko Tharaka Nithi County, county ya Mheshimiwa Professor Kithure Kindiki ambaye ndiye Deputy President of the Republic of Kenya. Inaitwa Tharaka constituency from Kodi Ward, from a certain primary known as Matakiri Primary School. Kulikuwa na wachezaji, kulikuwa mrengo wa wachezaji wa polisi au polisi wa prison na timu ya UNESCO. Police station wa prison wanaitwa Green Belt team, na hii timu nyingine walikuwa wanacheza dhidi yao inaitwa UNESCO. Msikizaji, usiweze uswipe hii video, kaa na mimi mpaka mwisho wa video hii. Tafadhali na kuomba ukaweze kulike hii video, ukaweze kusubscribe hii video, weza kusubscribe hapo chini, like then click bell hapo, then subscribe. Utaweza kusaidia hiki kituo chetu. Asante kwa like yako na subscribe yako. Hizi timu mbili kati ya Green Belt na UNESCO walikuwa na kitu inaitwa friendly match hapo Matakiri Primary School. Wakati walianza kucheza hiyo football, UNESCO waliweza kufunga bao hii timu ya askari, hii timu ya Green Belt ambao ni askari wa prison. Kwa hiyo mbao waliweza kufunga, iliweza kuleta vurugu, ikaweza kusema inakataliwa, ni kama ilikataliwa. So wakati ilianza kukataliwa, UNESCO walianza vurugu, wakasema bao yao iwezi fanya nini, kataliwa. Na kulingana na ripoti ambazo napata kutoka kwa OCPD Tharaka South, anasema hivi. OCPD Tharaka South, jana mwendo wa jioni kama saa 11 hivi niliweza kupata simu kutoka kwa mwenzangu ambaye ni OCPD wa Mukothima. Akaniambia kwamba Matakiri Primary School kuna vita ambayo imetokea baina ya wachezaji wa timu ya UNESCO ambayo inatoka Matakiri na timu ya Kenya Prisons Green Berets kutoka Embu. Walikuwa na friendly match na ikawa mmoja wa wachezaji wa UNESCO aliweza kufunga bao, na aliweza kufunga. Baada ya kufunga bao ikawa bao ilikataliwa. Ilisemekana watu wa Green Berets ni kama walisema dispute. Then sasa baada ya hapo ndio furugu zikaanza na watu ya UNESCO wakaanza kurusha mawe. Walipoanza kurushia hiyo timu wenzio mawe, sasa vita ikazuka, na hapo kulikuwa na askari wa prisons wenye walikuwa walinzi wa hiyo timu. So mmoja wao aliweza kufyatua risasi 3, na anasema wakati aliona kikundi hicho cha UNESCO kimewarushia mawe kwa wingi, aliweza kulenga mmoja wao ambaye walikuwa nasema alikuwa ameenda kumpokonya bunduki mwenzake, na hapo aliweza kuumia. Aliweza kupigwa risasi upande wa tumbo chini, ikatokea kwa mgongo karibu na
bafu za upande wa kulia. Basi na akachukuliwa akakimbizwa hospitali. Ripoti ambayo tulipata baadaye ni kwamba aliweza kufariki ni kwa ajili ya hayo majeraha ya risasi akiwa hospitali akiendelea na kupata matibabu. Na kama vile tunaongea, mwili wake umehifadhiwa katika chumba cha maiti Marimanti level 4 mortuary. Mimi mwenyewe binafsi niliweza kukimbia mahali pale na nikapata baadhi ya maaskari na wachezaji wamejifungia kwa moja ya madarasa ya hiyo shule. Tuliweza kuongea na vijana wale ambaye walikuwa pale na nikawatuliza baada ya zaidi ya masaa 5 na wakakubali kuniruhusu bila kutumia nguvu zaidi. Wakaniruhusu nikatoa wale maaskari waliokuwa wamejifungia pale na wachezaji wengine na nikawaleta mpaka Marimanti police station. Yule mhusika askari niliweza kumshika nikamtia mpingu na bunduki yake nikachukua, na hivi sasa tunaongea ni kwamba ako katika cells zetu na uchunguzi unaendelea. Watu ya DCI wamechukulia hiyo kesi na uchunguzi unaendelea. Niulize, hata kama ni mpira, watu kwa mipira tumeweza kuona wakikuwa wanazoeana, wanacheza, wengine wanaleta vurugu, lakini huwezi fika extent ambapo askari anampiga risasi mchezaji mwenzake. Kumbuka wote ni wachezaji, lakini wanasema hii mbao iliweze kukataliwa hapa. Huyu mtu wa UNESCO alikuwa anaenda kumpiga mmoja wao, alikuwa anakataa hizo mbao ya askari, then akapigwa risasi ya matumbo. Ikatokea kwa nini? Ikatokea kwa mgongo. So hiyo risasi iliweza kupigwa risasi na ikatokea kwa mgongo, na akiwa anafikishwa hospitalini kwa ambulance aliweza kukufa. Huyo mtu anaitwa Dennis Mutembei ndiye ameweza kufanya nini? Kukufa. So polisi ama huyu OCPD aliweza kuongea na OCPD wa Mkodhima, ambayo ni Mkodhima ndipo huyo president wetu ametoka, deputy president, kwa kuongea na kwa communicate na OCPD wa Tharaka South, mahali ambapo ndipo walikuwa wanachezea, sababu Mkondi ni Tharaka South, waweze kuzungumza, wajue vile wataweza kutatua hilo tatizo. Msikizaji, that why nauliza, wanasema alimpiga risasi na amekufa, na kutoka hapo akapelekwa hospitalini, na kutoka hapo askari wakashikwa wenye walikuwa na hicho kitendo, na mwenye alikuwa anafanya hivyo akafungwa hapo korokoroni. Tuko na hakika ya kwamba hatua ya kisheria itachukuliwa. Yes, mnaweza kuwa mlikorofishana hapa na pale sababu ya mpira, lakini kupiga extent, upige mtu risasi, what is that? Can it be a target? Inaweza kuwa ni target ilikuwa, sababu hauwezi piga mtu risasi hivyo, na ni mpira. Risasi tena, nyinyi mlikuwa mnaenda kucheza, mlikuwa mnapeleka risasi wapi na bunduki? Mlikuwa mnapeleka wapi kwa mpira? Hiyo ni kitu ya kusikitisha sana, na pole kwa familia. Asanteni sana msikizaji na mtazamaji wa hii video, na kushukuru sana. Uweza kusubscribe hii video, uweza kulike hii video, uweza pia kushare and comment this video. Karibu sana GTL nyumbani.